Maji, ningependa tulekee moja kwa moja hadi maeneo ya bunge kule ambako na mwenzangu mwanahabari mashuhuri wa masuala ya siasa Patrick Amimo ambaye atakuwa anazungumza na viongozi kutoka kaunti ya Pwani na hasa kuhusiana na uteuzi wa kidato cha kwanza. Amimo, hujambo na karibu kutoka kwa likizo yako sasa kwenye taarifa za leo mashinani rasmi. Labda hebu tujuze ni yapi ambayo yanajiri kutoka bunge. Asante sana Wambua. Kile kinachojiri hapa ni kwamba baadhi ya wabunge kutoka eneo la Pwani wamekuja kugusia lile swala la wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza mwakani, na ambapo tayari tunajua matokeo yale ya kidato cha 8 yaliweza kutangazwa juma lililopita hivi, na sasa kumekuwa na zile harakati za kuwa wale wanafunzi wanaweza kusajiliwa katika shule mbalimbali za upili ili kuendelea na shughuli hiyo, lakini baadhi ya wale wabunge hapo wameweza kuelezea wasiwasi wao kwamba baadhi ya shule zimeanza tuseme kugandamiza ama kujaribu kudhulumu wale wanafunzi kulingana na misingi ya kidini. Pale tunasikia labda wale wanafunzi kutoka dini ya Kiislamu, labda dini kama ya Korino hivi, dini labda wale wa Hindu, labda wanapata wakati mgumu sana kujiunga na hizi shule kulingana na yale masharti ya walimu wakuu. Na labda anayejiunga nami labda kugusia hili swala zaidi, labda kuendeleza mada hii, ni mbunge wa Mvita ambaye alikuwa mmojawapo wale wabunge ambao wamezungumzia swala hili, Mheshimiwa Abdul Samad Nasir. Labda nieleze haswa tatizo ni nini haswa tukiona wanafunzi wanataka kujiunga na shule za upili mwakani tarehe 9 Januari. Kwanza pengine tu nimekusikia ukisema kwa ni wabunge wa Pwani, si wabunge wa Pwani peke yake, ni wabunge wa Kenya nzima. Hii ni caucus ya MPs ambao wenye kurepresent watu ambao ni wa minority, wenye kuhisi ya kwa haki zao za kidini zinaweza kuingiliwa katika mashule, na tatizo hili linaanza kuchipuka sasa na mapema, hususan katika shule za upili, na nataka tu kuweza kuipatia historia fupi. Tumeweza kulileta hili jambo katika bunge lililopita, tukaweza kulizungumza katika bunge. Wizara ya elimu wakaweza kuleta memo ambao waliweza kuipeleka katika shule zote ya kwa mtoto hawezi kubaguliwa kwa misingi yake ya kidini, lakini bado mpangilio haujafuatiliwa. Court of Appeal imeweza kutoa amri ya kwa shule hazifai kuweza kubagua watoto kwa njia ambayo kwamba ni ya kidini, lakini bado tunaona hayo yanaendelea kutokea, na ninafahamu ya kwa kuna kesi sasa hivi inaenda mbele ya Judge Maraga Supreme Court ambao wataweza kutoa amri hiyo, kitu ambacho kwamba sisi tumeamua kama wajumbe ambao tuko wa dini tofauti ambao tuna represent watu walio SDA, Waislamu, wa Korino, Sikh, na tutabadilisha Basic Education Act ya kwa licha ya kwa sheria inasema ya kwa mtoto asiweze kudhulumiwa, mtoto asiweze kubaguliwa kwa misingi yake ya kidini, na bado yanaendelea. Kwa hivyo sasa hivi tunataka kuweka ile tunaita punitive measures, iwe ni financial punitive measures ya kwa ukiwa umepatikana umefanya kosa hili kama shule, basi ni kitu fulani lazima utaweza kulipa fine, ama pia vile to serve time ili iwe ni funzo kwa wengine ya kwa you can be jail. And then the law sasa hivi nasema shule, lakini haipeani responsibility kwa mtu fulani. So we are now in the process of amending that law kusema ya kwa the principal in that school shall be held responsible. Na labda kuna shule kadhaa ambazo labda zimeona tatizo hili likiangaziwa hivi sasa hivi. Tayari tuna Kenya High is one of the schools. Kenya High School ni katika shule moja. Last parliament hata kuna petition iliweza kurepresent on behalf of the students of Bura girls, na parliament ruled in favor of the students. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaliona. We are just trying to tell them ya kwa haya mambo ambao wanajaribu kuyafanya, their days are numbered. It is not right. Uwezi katika Kenya hii ya leo kuanza kudhulumu watu kwa sababu ya dini yake. It is not right.
Asante sana. Huyo ni mheshimiwa kutoka Mvita Abdul Samad Nasira, akitueleza tu baadhi ya zile dhuluma wanafunzi kutoka dini kadha wa kadha wanakumbana nazo katika shule za upili, na labda swala hili litaweza kuangaziwa na waziri wa elimu kuona kwamba wanafunzi katika shule hizi wanaweza kusoma bila ya bugdha. Kutoka hapa mimi ni Patrick Kamemo, kwako Wambua. Shukran sana.